Aya. Murio. Asante sana. Munaweza kuketi, muda umeenda sana. Bana Mulembe Lundi. Kwanza nataka niwashukuru kwa kuwa wavumilivu. Tumekaa hapa sana. Hata mtu anajua time ya lunch imepita na anakuuliza kama unasikia njaa. Sisi Waluya lazima tukule kwanza bana. Hatujakula, si ndio? Kwa hivyo tumebaki wasemaji wawili tu, alafu tuende shughuli nyingine. Kwanza mimi nataka niseme asante kwa wana ODM wa Bungoma. Nyinyi ndio watu ambao mnajua huyu Sifuna. Enyoni nyemuma nyile sabula hii. Sikila kwa chaka nenanywe. Mimi nikianza siasa zangu hapa Kandui, mheshimiwa deputy party leader. Hizi sura unaona hapa. Hawa ndio wenye wamenilea, hawa ndio mwenye kuzaa senator wa Nairobi. Na kila siku mimi najivunia sana. Hakuna siku nitawaahibikia. Na kila wakati mnaniita hapa nyumbani lazima nitakuja nishirikiane na nyinyi. Vile ambavyo mwenyekiti Mheshimiwa Balala ameeleza, hii ni ofisi yetu ya 4. Na nimekuwa hapo tukifungua hizo ofisi zote. Na ni kwa sababu kama ile kiwanja mzuri tulikuwa pale hapa Kandui hapa juu. Ilikuwa mzuri lakini mwenyewe akakuja akasema anataka kujenga nyumba yake. Hatungekatalia hapo, si ndio? Wakati tumeenda Kenol ni mimi nimekuja pale tena kufungua hiyo ofisi. Na wakati huyu chairman alituma Nairobi budget ya kununua viti na kuweka mashini ndani ya hiyo ofisi. Mimi nilikuwa wakati huo nilikuwa SG, nilimtumia pesa tukaweka kwa hiyo ofisi. Nataka nirudie hapa tena chairman. For as long as I am your SG, I will always support Bungoma kwa sababu hapa ndio nyumbani. Nataka niwashukuru nyinyi wote ambao mmezungumza. Mimi najivunia sana nikikuja hapa naona ofisi inang'aa jinsi ambavyo inang'aa. Na naomba kwamba hapa hatutafukuzwa tena. Na unajua wamezungumza hapa wakasema kama tuko ndani ya broad based mnataka kuona matunda hapa Bungoma. Hata saa nyingine mkiona nachemuka ni kwa sababu mimi kama katibu wa chama cha ODM, kusema ukweli nilikuwa nafikiria wakati ambapo mnafanya urafiki na hawa ndugu zetu ambao wako kwa serikali watakumbuka chama cha ODM. Mimi kama katibu wa chama najua kwamba serikali kuu tunadai sisi kama wana ODM shilingi bilioni 12. Sema bilioni 12. 12 billion shillings is owed to the party called ODM, your party, by the national government. So when you see me speak, I speak because I know that we are handling a very delicate situation where people call themselves our friends, but they don't want us to prosper. If you will give us as ODM that 12 billion Kenya shillings, those offices that you're talking about, tunaweza fungua mpaka ndani ya ward, offices za ODM. Wengine nikisema hivi wanafikiria hiyo pesa ni ya Sifuna kujilipa. Ukiangalia mswada ambao unasimamia mambo ya political parties, you are not allowed as an SG to be paid a salary by your political party. I have done 7 years as your SG. I have never once been paid a salary. Hii kiti ni ya kujitolea na kujikakamua na kujikaza na upende kazi yako, upende chama chako, upende watu wako, uweze kuwazungumzia vile ambavyo mimi huwa nawazungumzia. Kwa hii miaka 7 na shida zote ambazo tumepitia kama chama, nashukuru kwamba mmesimama na mimi. I would not have done 7 years as SG if you had not supported me. And I want to say thank you. Honorable Chair, we have come a long way with you. Nilikuwa kijana mdogo sana nikianza hii siasa. Na mumenilea mpaka mmetoa katibu mkuu wa chama, ambaye sasa ndio katibu mkuu ambaye amefanya kazi for the longest. Nimeshinda hata ile time ambaye Anyang' Nyong'o alifanya. Munipigie makofi bana. Hii kazi si rahisi. Hii kazi si rahisi. Tumepitia mengi bwana. Wakati ambapo tumeanza tu, mimi nimefanya by elections kama SG kama 15. Tulianzia kule ward Kwale 2 months after nichaguliwe tulikuwa Kwale huko tukaleta kiti. Mnakumbuka vita ambaye tulipigana Msambweni. Tukakuja Kibira wakati ambapo Mheshimiwa Ken Okoth alikufa. Tukafanya Embakasi South wakati ambapo Sumra alitolewa na mahakama. Tumekuja mpaka hapo Matungu, karibu Mheshimiwa Cleophas Malala ambaye alikuwa anafikiria ni rafiki yetu. Karibu atuue hapa Matungu. Kwani mmesahau nyinyi watu?
Hao wanaume wamekaa hapa ni wanaume ambao wakiniambia leo tunaenda vita Sifuna nitaenda na wao. Kwa sababu hakuna siku utatoka na Ososi kwenda vita ugeuke nyuma ukute Ososi amepotea. Utampata hapo. Ile tear gas Caleb amekula tukiweka pamoja na Ososi na ya Sifuna. Haki ya Mungu inatosha kusupply Kenya mzima, wengine wote tear gas. Sasa wenzetu wengine wanatuambia wao wamechoka kukula tear gas. Wamechoka kutetea wananchi. Wamechoka kukaa kwa barabara. Mimi nilijua kwamba hii safari kikomo chake ni sisi kama wana ODM kuchukua serikali. Vile ambavyo mmoja wetu amesema hapa, hatujafika. Na mimi naomba kwamba sisi kama wana ODM tuendelee na hiyo azma, kwa sababu kwa maono yangu, na nyinyi sijui mnaona namna gani, kwa maono yangu, there has never been a better opportunity for ODM to form government than 2027. Wale mnajua hesabu tu ya kura vile wewe inapigwa, mahali huwa wanatulemea, mahali huwa tunawalemea. Kama unajua siasa za Kenya, there is no greater opportunity to make ODM the governing party than in 2027. Sasa bali neno manandio bali hapa na akosili. Ni hii kazi ya SG, unajua katibu mkuu wa chama sio bishop. Sio bishop atana kuongelesha na upole. Hii kazi ya chama haitaki mchezo bwana. Lazima ugurume. Sasa mimi kama kiongozi nakubali kwamba ukiwa kiongozi lazima utakosolewa. Utakosolewa. Mimi sio kama Ruto ati ukinikosoa ati na kutumia polisi wa kuabduct. Hapana. Kwa sababu wananchi wana uhuru wa kusema, hata nyinyi kama wana ODM muna uhuru wa kusema Sifuna hapa sisi hatukubaliani na wewe. Sifuna hapa uko sawa. Sifuna hapa umeongea vibaya. Na unajua wewe buruza kuri nende ura na kuno kwe koloni huo. Mwenyanga mendena hata na omwami hata na Kenya samwe. Siwezi kuwa mpole hata nikitaka. Na jaribungu za wengine unaanza pole pole, alafu ndo anasema tu kitu nikarundu. Kumusambo kwe kolo. Khole ndiye bana wewe, khole ndiye. Kumusambo ne kwinyo khole ndiye na. Sikila wase oli nende sindu wenya khulo masindu sili moyo ko. Khezi kuchuna. Bali usire busaba lisikila omundu awundu ala mali mboye wewe nga SG Kenya kanolo mekabena akotawasa. Mimi ile kitu najua nitasimama kwa haki. Nitakubali kukosolewa. Hiyo ndio kawaida ya siasa. Na hakuna uhasama kati yangu na mtu yoyote ndani ya chama. Mimi huwezi kunitisha. Hakuna mtu anaweza kunitisha. Hii maisha, kama wewe ni mtu unaishi maisha yako na uoga ati wewe utanyang'anywa kitu fulani itachukuliwa, wewe ni kama mtu alikufa kitambo. Simama kwa ukweli wako. Kwa sababu mimi ukinipata usiku ngorota uzingizi na lala kama mtoto, sijaibia mtu, sijadhulumu mtu, hakuna mjane mahali analia Sifuna amemnyang'anya kitu chochote. Na simama kwa ukweli wangu. So mimi nataka niseme ndani ya chama vile ambavyo Caleb amesema ni kama mdomo meno iko ndani. Saa nyingine mnatafuna ugali mnakula nyi wote mnafurahia, lakini mnaumana. Unaona meno imeuma ulimi, si ndio? Hiyo sio kitu ya kutia nyinyi wasiwasi. Nataka niwahakikishie ya kwamba kitu ambacho kinaniweka nikiwa katibu mkuu wa chama ni nyinyi na support yenu. Karibu sana. Ni nyinyi na support ambayo mnanipatia. Kwa hivyo nataka niseme kama katibu tutaendelea na hii kazi. Mimi nilikutana na baba kabla aende Addis, nikamwambia Mheshimiwa Raila Odinga, imani ambayo umeweka ndani yangu miaka hii 7 nikiwa katibu wako mkuu wa chama. Wewe ukienda safari kutafuta mambo ya AU na kuhakikishia utakaporudi utakuta chama chako jinsi ambavyo ulikiwacha. Baba yako akitoka kwenda safari amekuacha kwa boma, hafai kurudi akute umeuza mabati. Kitanda ile alikuwa analalia umeuza. Bibi zake wale aliwacha wametoroka wamerudi kwao. Wewe ni kijana mzuri kweli? Mimi nataka kwa sababu sasa baba amerudi, nataka nimkabidhi chama, nimwambie baba, tulifurahia umeenda safari. Hukufaulu na kile ulikuwa unatafuta, lakini sisi bado tunakupenda na chama chako ndio hiki. Na sisi tunaamini Mheshimiwa Raila Odinga. Kwa sababu ndani ya moyo wake mimi najua baba anapenda hiki chama. Na hata wacha hiki chama kitokomee ama ati achukue uamuzi ambao utaumiza chama cha ODM.
tunamwamini ya kwamba uamuzi wowote ambao utatoa, it will be in the best interest of ODM as a political party and in the best interest of the people of Kenya. So nyinyi msikuwe na wasiwasi. Msikuwe na wasiwasi. Kwanza huyu Balala akiwaambia, na nyinyi mnajua hata hii story si kitu ya kuambiwa. Tangu nianze siasa, kuna siku imepita kama Sifuna hajapigwa. Hata wengine walikuwa wananipiga, siku hizi ni marafiki zangu. Si mnajua wewe chairman, si unajua. From day one. Hiyo ndio uongozi bwana. Hiyo ndio uongozi. Wezi kaa bali wewe ndekelele zambo ho khane nanula ndoma khane sinano. Mwanaume ukizaliwa bali manga bali okeba lala. Hii mambo hii, mwanaume ukishatoka kwa mtoni unaenda kusimama pale mbele. Ile kitu itakupata mbele unapomoa. Lakini lazima ufike pale unataka kwenda. Si ndio? So I want you people to relax. I want you people to relax. Hakuna kitu ambaye imeharibika mahali popote. Hawa ndugu zetu wote, kama kuna misukosuko ama kutoelewana, hiyo vitu ni vitu ndogo sana, tutatatua. Lakini huwezi kuta Sifuna na rushiana maneno na viongozi wengine ndani ya chama. Haitafanyika. So kila mtu ana uhuru wa kusema, na nataka niwashukuru. Mimi nitasimama na nyinyi. Tumekaa hapa muda mrefu, na msijiite mayatima. Hiyo kitu inaniuma mkisema nyinyi ni mayatima. Wasi mwebula so mwana esese ni seka tibu mkuu zisiama. Malulumo olinywe yatima bwana. Tuseme tu kazi yangu ya Nairobi imefanya saa nyingine imenishika sana. Lakini kusema wewe ni yatima chairman, na tangu nikuwe SG, wakati kitu yote mnahitaji ulikuwa unatuma tu email. Unatuma tu email. Siku ile nilikuwa na pesa. Si nilikuwa natupa kitu kidogo ndani ya account ya chama. Lakini mmenifungua macho. Mmenifungua macho. Mtaona tofauti. Nataka niseme mtaona tofauti kuanzia leo, si ndio? So mimi sitaki kusema hapo zaidi ya hapo. Mheshimiwa Ososi, nashukuru sana. Wewe tangu ukue deputy party leader umeongeza nguvu hapa Western ndani ya chama chetu cha ODM. Na nimeona ile kazi ambayo umefanya huko Vihiga kupanga chama kinang'ara kule Vihiga. Na mimi nina uhakika wakati ambapo tunaenda kwa uchaguzi 2027, hiyo kiti unatafuta ya governor, hiyo ni kama hata tulimaliza kitambo. Na sisi tunakutakia kila laheri. Mimi najua Ososi akiwa governor, mambo yangu hapa Bungoma rais. Na lakini nataka utupige support. Hawa watu wameumia sana kwa sababu ya decisions ambazo tunafanya kule Nairobi. The reason why hatuna wabunge hapa, hatuna MCAs, hatuna governor, hatuna senator, ni kwa sababu zile coalitions ambazo ODM imekuwa ikiingia ndani zimeumiza Bungoma sana. Wewe fikiria wakati ambapo tuko kwa code, wakati ambapo tuko kwa NASA. Siku ingine tumekaa kwa mkutano hapa Kandui, chairman unakumbuka. Tumevaa hizi kala zetu za orange, halafu mtu anaingia apo kabisa mbo co-principal. Na anakuja ameingia amevaa kala zao za green, amekuja na candidates wake, wanasukuma watu wa ODM, wanakuja wanakaa hapo kando ya baba. Wanasema sasa Bungoma mtu ambaye anashughulika na mambo ya code ni nani? Weta. Sasa mtu wa ODM atapitia wapi bwana? Na hao watu ukiwaongelesha wanakuambia wacha tu tuingize candidate wa ODM kwa race. Tupatane na hawa ndugu zetu kwa kiwanja. Lakini wanaweka pressure kwa mzee mpaka tunatoa candidates wetu. Last year in 2022 I was the SG of ODM. ODM as a party at headquarters, it supported all its candidates except Bungoma. These are the reasons. Because some people talk and say, oh, Sifuna has not helped. I was the SG of ODM. We gave money to all candidates except Bungoma. Because we got into a coalition with our brothers in DAP and we were told tupatie hao watu nafasi nzuri, watatuletea viti ndani ya Azimio. Mnakumbuka hiyo maneno ama mkumbuki? Kuna kijana mdogo hapa anaitwa Wabuge, alikuwa na run Tongaren versus Eseli Simiyu. Mnakumbuka? Kaambiwa wezi pea huyo kijana ya ODM nguvu, huyo SG wa DAP atatuletea hiyo kiti. Alileta. Hapa Kandui tuliambiwa tuwezi simamisha kwa sababu tunataka wa Munyinyi alete kiti. Alileta. Tukaambiwa hatuwezi simamisha governor kwa sababu party leader wa DAP Mheshimiwa Wangamati yuko pale. Alileta hiyo kiti. Sasa hiyo ndio shida ambaye imetuathiri hapa Bungoma. And I wish that as a party, sasa wewe uko hapo utanipea nguvu.
please let us be bold in 2027. Allow these people because they know what they are saying. Mtu anakaa Nairobi anakuambia Mount Elgon ODM hawezi pata kiti. Haje? What do you mean hatuwezi pata kiti? Sisi wacha tujaribu in our own colors tuanguke, si ndio? Lakini at the very minimum as the headquarters, we owe these people that opportunity to run their own candidates. And I am telling you, naomba ya kwamba wewe utanisupport kwa hiyo azma yangu. Ya mwisho, we are celebrating ODM at 20. Chama ambacho kimekuwa around for 20 years, si chama cha kuchezea. Na si kazi rahisi ile kazi ambayo mmefanya. Kwa hivyo mimi kama katibu, baba aliniambia nikifika huko, watu wasisikie tu mambo ya 20, washike 20. Sema shika 20. So, kwa mfuko yangu mwenyewe kama senator wa Nairobi, kila sub county watashika 20. Tunaelewana hapo? Mheshimiwa chairman, sub county zote 9, kila mtu ashike 20. Naweka 20,000 ndani ya mfuko ya Kandui, 20,000 Tongaren, 20,000 Webuye East, 20,000 Webuye West, 20,000 Kimilili, 20,000 Kabuchai, 20,000 Bumula. Nimewacha nani? Mount Elgon 20,000. Alafu ngoja Viga simulisema tumalizanie huko nini kwa baya. Ngoja. Alafu mheshimiwa chairman, kwa sababu mimi niko hapa na vijana wangu na ni wengi sana. These are all my supporters hao. Ngoja. Sinamsoma mimi. Sikiliza. No. Hii ni yangu hii ya saa hii. Mumeweka watu hapa, si ndio? Chairman anafikiria pesa itaisha bwana. Mimi ni senator wa Nairobi bwana, sio nini, acha maneno bwana. Acha hiyo vitu. So, Chairman. Chairman, ukipiga hiyo hesabu ya 9 times 20 inakuja 180, si ndio? So to round off hiyo 20 ya juu ya kutoa hawa vijana ambao wamekuja, wageni wako hawa wenye wazungusha watu wa kuleko pesa ya Nairobi bwana, si ndio? Asanteni sana. Sasa wakati nilikuwa nazungumza women rep wetu wa Busia, mheshimiwa tunamuita kipepeo kwa sababu ukimwangalia anapendeza. Kipepeo. Nataka akuje atusalimie na atukaribishe kesho Busia. Na mimi wakati nitakapokuwa naondoka hapa, unajua mimi ni wa hapa Bungoma, si ndio? Naomba munisindikishe tu. Nataka kusalimia yako tu watu wangu hapa stage. Niwasalimie tu wajue niko around na pia mimi nijue wako sawa, si ndio? So tutatembea tu unyo aste tufike stage tusalimie watu alafu muniruhusu niende shughuli zingine. Asante sana, Mungu awabariki. Karibu mheshimiwa kipepeo. Thank you. Bungoma County. Mujipigie makofi kufungua ofisi. Mnajua